Yes, mambo vipi Mtanzania wa Mbeya, mambo vipi Mtanzania wa Shinyanga, mambo vipi Mtanzania wa Arusha, mambo vipi Mtanzania wa Dodoma, mambo vipi Mtanzania wa Singida, mambo vipi Mtanzania wa jiji la Dar es Salaam. Langu jina naitwa Emmanuel Alex presenter da. Bwana, katika studio za Sunga TV siku ya leo tumetembelewa na moja kati ya mtu ambaye anafanya vizuri sana kwenye muziki wa singeli nchini Tanzania. Yaani singeli kweli mzee baba. Karibu sana kwenye show. Nyuma ya kamera nina JJ Swadi. Karibu sana ndugu yangu Pota. Baba nishakaribia. Ushakaribia. Hizi hapa ndugu yangu. So karibu sana katika studio za Sunga TV. Nishati ya ndala hiyo inaitwa. Tunazungumzia muziki wa singeli ambao ni amsha nyingi sana. Achia. Vitu kama hivyo huwa vinaendelea sana kuna hizo show zenu ambazo huwa mnazifanya. So mnakuwa mna kitu gani ambacho huwa kinawaingia kwa sababu inakuwa ni amsha sana mzee? Yaani muziki wa singeli kama kawaida. Yaani muziki wa singeli yani kawaida yake ni vibe. Lazima uwe na vibe. Yaani kwamba yani lazima kuwe na vibe. Kwa hiyo. Kwa ile vibe ndio inatengenezwa mpaka inakuwa ile amsha zinakuwa za kutosha sana. Yeah. Ushaifanyaga show somewhere yani vibe ilikaa kubwa mpaka kaarukia mashabiki? Kuarukia sijai kuarukia ila shai kufanya na vibe, yani vibe zaidi ya vibe. Zaidi ya vibe. Yeah. Show nyingi bila shaka umepiga. Sana. Tuhesabie baadhi ya mikoa ambao umefanya show wewe. Mingi, yani nikitaja kuna mengine afu watakuwa wanasema mshaji mbona kwetu alikuja afu mbona hajataja, kwa nitakuwa nimebagua. Kwa nimekuwa mingi sana. Almost tuna mikoa kama 26 kama sitakosea Tanzania, 27 anachezea almost ndio. Mingi yani kote yani nimeshapita. Nje ya nchi pia umevuka? Nje ya nchi ndo bado sijavuka mzee. Sijavuka. Bado hujavuka. Na kifungo cha ndani. Ila huko kuna mikakati labda ya uandaji wa show na mapromoter wako ili uvuke nje. Kuvuka nje ratiba zipo kwa sababu sasa hivi kuna kifungo cha ndani ninacho kwa siruhusi kutoka nje kwa sababu hebu tuambie kwa tafiti zako wewe ukiwa kama msanii ni nchi gani katika hizi nchi ambazo sisi tumekaribia nazo zinaupenda muziki wa singeli? Sasa hivi naweza nikasema kote. Yani muziki wa singeli ushafika dunia nzima na kote wanaupenda muziki wa singeli. Kwa sababu wewe uone kwanza muziki ambao uko tofauti, yani kwamba muziki ambao yani ukiplay huwezi yani ukikaa basi lazima utapiga hivi. Siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema muziki wa singeli ukishaandika ile mistari miwili kinachofuatia pale ni kweli huwa mistari inakuwa na michache au ni ile mtu tu kukosa uandishi kwa ujumla? Aandike mistari michache afu atajua balaa lake. Unatakiwa uandike mistari mingi. Yani kama muziki mingine jinsi ilivyo na muziki wa singeli unavyoandikwa vile vile. Kuna baadhi ya comment watu tunazipata kuwa ni muziki ambao unakuwa hauna ujumbe sana. Ni kwa sababu gani mnatengeneza muziki ambao unakuwa kidogo jumbe ni chache? Hakuna lolote, ujumbe upo. Kwa mfano ushasikia labda mapenzi hisia. Sasa mapenzi hisia wewe hujui kama ujumbe au mapenzi hisia. So tuje hapa sasa kidogo. Kwenye video zenu kwa nini mnapenda kutumia wasichana ambao kidogo wamevaa nguo za madera? Mbona nao kwenye Bongo Flava wanapenda kubana hapa? Hapo umenijibu swali kwa swali umejibu. Tujue video za singeli nyingi zinakuwa zina matabaka hayo. Yani iko vipi? Muziki wa singeli ni muziki ambao una vibe. Utaweza yani muziki utakapoisha ndio utajua kumbe fulana sina. Kumbe shati sina, kwa kile kinachotokea hapa ni kwa ajili ya vibe yani unakopo. Si unanielewa? Yeah. Tunapota katika hizi studio za Sunga TV. Ndiye aliyetutembelea leo, anatusanua sana hususan kuhusiana na muziki wa singeli hapa nchini Tanzania. Umekwenda kumsikiliza vizuri sana Pota. Sasa tuko hapa tunazungumza sisi, lakini baadhi ya watu wako na familia zao wanatazama huko nyumbani. Unamwelezea vipi ambaye kijana anatamani kuingia katika muziki wa singeli? Aingie ila tu akaze, kwa sababu kuna watu wanafanya. Aingie, muziki una hela tena nyingi sana. Muziki una hela nyingi sana. Tunaona kuna show zenu watazama hapa katikati mko wengi sana. Tunaelekea mwaka uchaguzi, shavu lako likoje? Shavu yani kama kawaida. Shavu lako limekaa vizuri sana hapa. Wazungu. Ndio. Tunataka tushare kitu kimoja kutoka kwako. Hiki sikitambui vizuri. Bila shaka hakuna kazi ambayo haina changamoto, si ndio? Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo wewe katika muziki wako?
Katika mziki hasa mimi kwa sababu mimi ni producer, so unajua ile. Kwa hiyo changamoto ni za kuga nyingi sana studio, so unajua ile. Kwa mfano unaweza kama umetulia zako hivi anakuja msanii afu hajaoga, so unajua ile, au mwingine hajapiga mswaki, mdomo unanuka afu anaimbia karibu. Sasa wewe sikiza hapa nitakimbia. So unajua ile, afu kiangalia sana unaangalia kibunda. Sasa unafikiri kwa mantikio wewe pia ni producer bila shaka. Yeah. Ambaye unatengeneza huu muziki wa Singeli. Yeah. Mzee uko full package. Kila kitu. Una wasanii wangapi ambao unawamiliki katika lebo yako? Wasanii wako wawili. Kwa wawili tu. Yeah. Kwa nini umeamua kuwafanya wasanii wawili? Ni budget mzee? Maka wako wengi wa Tanzania, tuko wengi na wewe ndo unaimba huo muziki. Kwa nini usiwe na wengi kidogo hapa kama vibe linavyosema katika muziki wenu? Sasa hiyo tulitamani kwa hivyo, lakini sasa ukiangalia sasa kila msanii utamweka karibu, so unajua hela utapata wapi? So unajua ile, kwa hiyo tumeshauriana tu na mwanangu Dula pale, Dula Neema, kwa hiyo tukasema kabisa kwamba hapa wasanii tuchukue huyu tuondoke nao. Hebu tuambie, kumanage msanii ni kazi ama sio kazi? Sio kazi kama ukiwa kazi yako. Yeah. Na unaweza kuwa wewe mwenyewe msanii na unaweza kuwa wewe mwenyewe manager. Sasa amna, sasa hapo huwezi kuwa wewe msanii afu wewe manager, sasa utajigani. Tunazungumzia upande wako sasa. Wewe ni producer, ni msanii na una watu wawili ambao unawasimamia katika lebo yako. Sasa tunazungumzia hapo, unaweza kawa wewe ni msanii ukawa mwenyewe manager? Inawezekana kwa sababu mimi pia siko peke yangu. Umeona, mimi siko peke yangu, kuna watu ambao tupo pale tunasaidiana kwenye hili na hili. Na wewe pia kuna mtu anakumanage sio? Hapana. Unajimanage mwenyewe. Yeah. Bwana kuna baadhi ya tetesi zinazungumza kuwa upo kwenye movie pia. Yeah, nipo pia. Na unahusiana kidogo na Ngoma Nagwa. Sio kidogo sana tu, yani kwamba ukaribu, sio mahusiano, ukaribu. Mshaipigana na Ngoma Nagwa? Kupigana? Yani kupigana kikawaida au kwenye movie? Kupigana tu kawaida, maki jamaa anatisha sana. Amna, sura sio lo. Sura sio lo. Yani kwamba sio sema, yani kwamba kutokana na sura yake ndo tukikaa muda wote mtiti tu kama vile Jack Chen na Mzee Chensia. Ni sini gani ambao unaipenda kucheza na Ngoma Nagwa? Hakuna sini naoipenda za kawaida tu, lakini kuna zile za kupigana zile ndo zinakuwa zina changamoto. Zile ndo zinakuwa nzuri. Sio unaona kwanza jinsi hiyo afu ile kupiga mbao, sio wajue ile. Hiyo inakuwa noma. Ni kitu gani ambacho kufanya ukatest kidogo movie? Kwenye movie niliingia tu kwa sababu movie nilikuwa naipenda tangu kitambo. So unajua ile nilikuwa napenda tangu kitambo. Kwa hiyo nilikuja kukutana na mshikaji Nagwa ndo akasema bwana tu hivi na hivi na vile. Kaingia mazima. Okay, hebu tuambie ni sini gani katika uzocheza hizi na Ngoma Nagwa ambao hautakuja kuisahau katika industry ya movie? Kuna sini moja hivi tulishoot, ilikuwa Tabora ile. Tulienda kule, si unajua Sasa tulikuwa tunashutia ndani. Sasa kwamba yeye alikuwa kama anaumwa, kwa hiyo tunakuja kumpa chakula, si unajua Sasa alikuwa hataki chakula, yani kwamba yeye kwa nini yani kama amemind fani, kwa nini mnaniletea chakula? Si unajua mimi nataka dawa. Sasa dawa unaletewa dawa, si doctor si yupo. Si unajua ile. Sasa yeye ndo kwa mfumo kama kwa mind fulani hivi, unajua itabidi atupige tutoke nje yani. Ile bu unajua ile piga mibao kweli. Unafungua mlango, ile mlango bwana ulikuwa umejiloki. Asa yeye akajua sisi tunachelewa tu kufungua mlango, kabidi yeye anaendelea kutupiga tu. Unajua bu baba utatuua, mzigo umeloki. Sasa mzigo umeloki anajua bisa ipo kwenye sini. Ikabidi anaendelea kupiga mjomba. Baba kwa nini umekuja tu? Unajua ile ile siku sasa mpaka dakika mwisho sasa ile baba hii haipo kwenye kushuti, unatuumiza. Hiyo au isao katika maisha. Hiyo wangu ilikuwa kiboko. Hiyo mjini Tabora hiyo. Si unajua ile. Alafu tulikuwa tunashutia katika guest, si unajua basi wale guest itabidi wote watoke waje sasa, si unajua kuna mwamba na anawaua kweli washikaji. Bwana kweli hiyo hauwezi kuja kuisahau. Bwana katika hizo namba hizo za wauni 26 sio 42 ngapi ambazo zinatajwa, tunaona kwenye movie kuna vijana ambao ndio wanafanya vizuri. Tumemzungumzia Nagwa hapa bila shaka, si ndio? Yeah. Sasa nataka nikufanyie challenge na kuwekea watu watatu hapa na kuwekea Nagwa, na kuwekea Chado, na kuwekea Baga. Ni upi ambao unaenda naye? Hapo mimi naondoka na Kitale. Mzee sijakuwekea Kitale hapo. Kwa nini Kitale? Tuzungumzie hapo. Au wasanii ambao wataja, maana kuna
kuna msanii, kuna muigizaji, kuna anayejua, kuna anayefanya. So unajua kwa mimi hapo kwamba kati ya wale unitajia mimi naondoka na Kitale, au wale unitajia au mimi naweka pembeni. No. So Kitale ana impact gani ya kwa zidi ya watatu kwa hii miaka karibuni? Mimi ndio naona anafanya vizuri. Kwa nini unatuambia Kitale? Tunataka sababu zako hapo sasa. Kitale namkubali tu. Anajua tu. Kitale anajua. Lakini ana muda mrefu hayupo kwenye hizo competition za watatu waliopo kwa sasa, maki ndo 26 namba kweli hao. Yani unajua iko vipi kwamba kuna mtu ambaye unaweza kufanya alafu kuna muda ile acha tu madogo aende. So unajua ile amewapisha madogo. Sasa tunataka tuzungumzie madogo ambayo amewapisha. Katika watatu ndio kutajiwa. Nataka mmoja tu ndio ondoke naye. Tushajua kabisa chaguo lako ni Kitale. Tupate mmoja ambaye ndio ondoke naye hapa leo. Washikaji kwa nini tusiondoke nao wote? Wote tuondoke nao wote kwa sababu washikaji kuna anayejua hapo, kuna anayefanya, kuna msanii, kuna sisi tunataka mmoja, ni challenge mzee. Mmoja. Fresh mimi naondoka na Nagwa. Mwanako sio? Sasa mwanangu sio utafanyaje? Bwana kaondoka na Nagwa. Bwana tujue sasa mitandao ya kijamii unayotumia. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Potter BG Finest. POTER BG Finest. Kote huko. Yes. Nikukaribisha sana. Asante sana. Bwana langu jina naitwa Emmanuel Alex. Ulikuwa na mimi toka hapa show ilipoanza mpaka hapa napofikisha hitimisho. Ni swala tu la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tukutane kwa siku nyingine panapo majaliwa ya Aris Mungu. Nyuma kamera alikuwa JJJ Jeswadi. Sunga TV, usisahau kusubscribe, kugonga like ili kupata notification kwa kila pale unapokutana na habari kama hizi. Asante sana na nikutakie siku iliyo njema wewe mtazamaji wetu.